Bethe juzi nilikuwa nafikiria ideas ni kama zawadi, kama gifts. As in, ukipata idea noma, ni Mungu anakuanga amekupatia gift. Kwa Kikuyu tunaitanga keheo. So ukiwa na hii gift, unafaa kui-actualize juu sisi binadamu ni vessels. Wakati Mungu amekupatia hii idea, wewe ni tool, unafaa kuifanya. Then ukikaa sana bila kuifanya, your gift ina-expire. So itakuruka. That's why unajipatanga uko na idea noma. Then ulidelay, alafu unakuta maybe beshte yako ama mtu tu mwingine around your circle amefanya the same thing, haukumwambia but amefanya na akaifanya even better. Only that wewe ulikataa hiyo wito, like you rejected the call. So ukipataga idea noma, ufai kujiona special, unafaa kujiconsider tu uko na bahati kwa muda. Ni either ui-execute ama uachilie hiyo idea iende kwa msee mwingine. Na itakuuma ukiwachilia iende kwa msee mwingine. So unafaa tu una-assess, unaona naweza ifanya ama siwezi. Kama unaweza, anza na whatever you have. Then the more you do it, the more unajicreate. Sasa utakuwa kama not only a tool but utakuwa kama funnel. So utakuwa umejishape into a perfect vessel ya kureceive hizi ideas na kuzi-execute. Nayo universe itakuwa inakugift. Ukipata idea 1 u-execute, inakuongezea idea 2. Uki-execute idea 2, so inaenda tu ukigrow hivyo. Hadi utakuta like now it's part of you because you are now living. Sasa unailive kama reality yako. As in umekuwa a whole new being, umekuwa a whole new person. Mtu mwenye ana-execute these creative ideas hapo. As in ni kama channel, unazipokea, unazi-cancel out, unazipokea, unazi-cancel out. But the moment una-reject ya kwanza na ya pili, zitakuruka na hazitawahi come back juu. Universe imeshajua, umse ni muoga, hatufai kutap into him, actualize chenye inafaa kuwa like kama like order, ni order ya dunia. Kuna watu wanafaa kulima, kuna watu wanafaa kupika, kuna watu wanafaa inaitwaje, kuentertain wengine. So in whichever way unakuwaga na uwezo, utakuwa unapata ideas ama gifts zenye zina align na uwezo wako. Sometimes inaweza kuwa hata challenging more than chenye unaweza handle, but most important inakuanga ku-execute. Like ukipata idea leo, hata si lazima ushare ama uambie watu. Like jaribu your best ku-execute, like usi-overplan, fanya. And then utaji-figure out later. Na hivyo ndio like watu wengi unajipatanga on the other side, hivyo ndio utajipata on the other side. Kuna maboys hapo wako na ball. I think kuna game ya futa karibu. Oh yeah. Maybe ni academy ya watoi. Yeah, so idea ikikam manze. Kwa Kikuyu tunasemanga kuobokia, nikauone manzi ameiva. Alafu unaanza kusema, manze ni venye saizi sina do. Manze ni venye saizi sijapaka lip balm, lips zime chafuka hivi. Hautaimpata. Utaenda kwa hao kujipaka lip balm, ukute kuna mmorio alimkuta tu na apron akaji express, na hiyo story ikaisha hivyo. So manze, ukipata idea, manze execute. Mimi nimetry. Nilijiambia
hii mwaka idea inakaa mnafanya. Sijali kama niko na tools ama sina. Hizo zingine zitakuja baadaye. But nafanya. However itakuwa lame. However, because hakunanga time ati utakuwa ready. So however itakuwa lame ama however itakuwa ati haijafika up to standard. Fanya ndio ujue kama unaweza fanya ama ni kufanto tu unafanto. Manze, tuache kuachilia ideas zinaenda na wase wengine na si tuko na uwezo. Kuna basi ya City Tour. Alafu sasa kuna mimi hapa City Tour, bwana City Tour mwenyewe. Sijui niende side ile ama side ile. Kwa sasa shida ya kuishi majuu, ningekuwa na kale kamdudu akaguku, ningekauliza ka point hivi mkia, kanionyesha side ya kuenda. Okay. Kuna msee amekubali ni pass. Sijui, hebu acha niangalie hii tao iko na nini huku mbele. So mimi saizi chenye na feel nafaa kufanya ni kukuwa niki live stream. Sijui na live stream nini, but najua end goal yangu ni kuunda podcast. Sijui nitaiunda aje, sijui nitaiunda na nani, but God will provide. Ama ni aje. Juu nikizaliwa mimi hata sikuanga najua story na YouTube niliipata. So hata hizo vitu zingine nitazipata tu huko mbele. Yeah. So manze, ukipata idea usikanyangie. Kama unaweza execute tu saa hiyo. Kitu huwa ina kill dreams ni ku-over plan. Ama ku-consult mamako. Juu mostly like ni nature ya mama ku-over-analyze na kuku-protect. Maybe ukiweza mwambia, madhe nataka nianze kitu fulani. Anakuambia, oya. Na like anakuprotect from heartbreak ya hiyo kitu kiweza fail. Of which haifai kuwa hivyo, like failures haifai kuwa kwa conversation wakati uko na idea fresh. Uwezi jiprotect kwa kitu haija happen. So fuck it, like try, ikikata imekata. But the thing is, I think relationship ya boy na mamake inakuanga tricky kama boy aje train masake. Juu in the end your parent anaweza kuwa good parent ama anaweza kuwa bad parent, but niwe ndio unafaa kumtrain. As in kama uko na ideas na unaona masako ni ule overprotective, unajua okay, I think nafaa ni train madhe, nitakuwa na inform, namwambia nimeshafanya hivi, like una learn kuminform maybe after, you know, because in my case nakuaga lucky ati mtu kama sangu huwa na sijui ni cross, wacha nisi cross. Mtu kama sangu like anakuanga ameniaminia, anajuanga whatever Dantes ana try, anajua chenye anafanya na whether ita work, whether ita fail, atarudi tu nyumbani na atakuwa son wangu. So sijawahi sikia ati masangu akiniambia ati na ujichunge usijaribu hiyo kitu wakati ita fail, nini. Hapana. Like pia anajua, like anajuanga na kuanga go getter, na nikitaka kitu naendea, ikikataa nitarudi kwake juu yeye ndio mamangu, yeye ndio alinizaa, na familia ni kusapotiana. But hata wai nizuilia
idea before sijapanda hiyo mbegu. But watu wengi kuna kuanga na hiyo shida ya ukiconsult mzazi anaanza kukujudge ama anaanza like analeta fears zake kwa idea yako. Yeye hajaishi kama wewe. Yeye alizaliwa kwa 1950 wakati wa Moi. But analeta fears za hizo 1950s. Anakuletea wewe mwenye huku kandamizwa na Moi. Una get? So yeah, like unafaa pia una learn parent wako, unajua kama ni mse wa kukujenga ama ni mse wa kutry kukuprotect. Kama ni wa kukuprotect, unafanya mambo yako, then unamwambia after. Like si lazima mzazi ajue kila kitu. And in the end tuna grow up, tunazeeka, so si pia kuna boy wake. I mean bwanake. Yeah, manze. With friends, si lazima. One thing nimerealize lately tangu nipate aka ka film kadogo ka TikTok, unakutaga most of my friends hawajui kuhandle iyo uselebia beshte yao. Maybe unakuta kwa comments wanataja jina ya watu wa familia, kwa comments wana upload pictures zako za kitambo, like ni kama wana try kuwa funny. Chenye waje understand ni ati uko ini dunia ingine mpya, like tuko mbele ya strangers na tunafaa kuact ni kama tuko mbele ya wageni, kitu kaa hiyo. Like it's no longer a village. Like hiyo personal relationship ni kwa inbox na uko kwingine, but si kwa una get. So like but sometimes huwa na understand. Juadi nikianza watu walikuwa wanasema cringe. Mostly mabeshte wako huwa na kuhold, wanakujudge na venye wanakujua. So ukianza kitu mpya wanasemanga sasa huyu Kadantez anafanya nini? But ma strangers online wanakuaga hawajui history yako, hawajui kwenye umetoka, hawajui struggle yako. Wamekupata tu hivyo, wamekupata ukiwa entertain, and that's it. As in, hiyo ndio purpose yako, hiyo ndio role yako kwa dunia yao. Ndio nasikianga maselebu wanasema, ukifungua TikTok, block watu wa familia, block watu wenu, block mabeshte. Like, of course mimi sita block mseju. Najua si kupenda kwao, but ni natural. Ni natural watu inaitwaje? Kukuhold na past yako. They know you from childhood. So ijalishi. Nimehubiri jo. Na ninasema na wewe tunapotaka kutoka katika Biblia hii ya okay, kuna train inakuja U-Form Untertürkheim. I think inaenda Tao. Sitaki kurudi Tao. Wacha nipige lap nione tena hii town iko na nini. Sirudi ndani ya city.